kama unavyoona na kama watu walivyoangalia mechi jana, tulikuwa bora katika kila idara, lakini muamuzi, damani mimi sielewi hao waamuzi wa Bongo wanakuwa wana changamoto gani? Sijui watu wanakuchezesha mipira wakiwa na stressi. Siwezi jua kwamba muamuzi pale aliwaza nini. Refa wakati Nasoro Mwinchuya ameita kati, lakini Laizmeni akaeka offside. Mimi sielewi, ila waamuzi kwa kweli wanatakiwa wajitathmini. Na mimi narudia ile kauli kwamba Rais Wallace Karia pamoja na Katibu Mkuu Wilfred Kidau, tunaomba huyu muamuzi achukuliwe hatua za kisheria kama mlivyosema kabla ya mechi yenyewe kwamba atakayeborongwa atapelekwa mahakamani, na sisi tunamsubiria. Najua leo watu watakuwa ndo wamesafiri, labda wamerudi Dar es Salaam. Kwa hiyo tunataka kuangalia kuanzia kesho tunatakiwa tumuone muamuzi akiwa mahakamani, na watu wa Simba tuko tayari kusimama naye. Kama TFF watashindwa, sisi Simba Sports ni timu kubwa, tutaweza kusimama naye kumueleza kwa namna gani ametukosesha ushindi katika dabi ya jana. Na hiyo hapo iliwaathiri vipi, kama inawaathiri vipi mashabiki wa Simba lakini pia na wachezaji kiujumla, masuala ya kiuamuzi ambao wanasema kwamba ni masuala ya kibinadamu? Ama masuala ya kibinadamu yanaathiri vipi soka letu la Tanzania? Masuala ya kiuamuzi yanawaathiri Simba kwa sababu unaweza ukajiuliza why always Simba? Kwa nini kila siku yani ni Simba tu ndo anaumia na matokeo au anaumia na maamuzi? Why always Simba? Why not Yanga? Why not Azam? Why not another? Lazima ujiulize kwamba ni kwa namna gani sisi tunapigwa vita, waamuzi wanatupiga vita walio wengi. Kwa nini Simba kila siku? Na kuzungumzia Ramadhani Kayoka alifungiwa kwa sababu ya mechi ya Simba. Nikizungumza kuna dabi nyingine iliyopita waamuzi waliboronga kwa sababu ya Simba. Waliwahi kutuletea mpaka muamuzi kutoka Morocco, nadhani kama sio Morocco ni Misri. Ni Misri ya dabi iliyopita. Amechezewa faulo Kamara, lakini muamuzi yule katenga penalti kuelekea kwetu. Yaani mimi sijui why always Simba. Simba ni nani? Tutapambana na watu wangapi? Yaani tupambane na timu 15, timu 14, tupambane na Yanga na tupambane na mamlaka inayotengeneza waamuzi. Ni kwamba waamuzi hamna au kwa sababu gani? Mbona wanavyochezesha mechi nyingine wanakuwa wako sawa? Why always Simba na why always Yanga anakuwa favorite na waamuzi? Hatuzungumzii upande wetu tu, tunazungumzia hata mechi ya Namungo Football Club. Namungo kanyimwa penalti 2 za halali, lakini Yanga kapewa penalti 1 ambayo ulikuwa unajua Simba Namungo anaweza kuscore goli 2, Yanga akascore goli 1 na Yanga angekuwa amekufa katika uwanja wa Majaliwa. Kwa hiyo lazima waamuzi wajitathmini kwa namna moja ama nyingine. Wanatukosesha sana ladha ya ushindi, wanatukosesha sana matokeo ya alama tatu tunakuwa tunadondosha nyingi kwa sababu ya waamuzi wanavyokuwa wanatutolea maamuzi. Dabi ya 7 waamuzi changamoto, kuanzia dabi ya kwanza mpaka dabi ya 7 waamuzi changamoto. Katika dabi 7 hizo kuna dabi ambayo imechezeshwa na waamuzi kutoka Misri, changamoto. Why? Kwa nini wanaowaleta mpaka waliowaleta hao waamuzi kutoka Misri ni kwamba na wao walikuwa wako upande huo? I don't know my brother, sielewi kwa nini sisi waamuzi wanakuwa wanatuumiza sisi. Na tumeona jana mmecheza mpira mkubwa kweli. Simba mliwapelekea Yanga moto wa kutosha. Kwa Simba sasa hivi sajili ambazo mmezifanya zimechangia kwa asilimia ngapi kuifanya Simba kuwa bora? Mpaka sasa hivi naweza nikasema 80% mpaka 85 za Simba kuwa bora ni usajili wa dirisha dogo. Ukimzungumzia Mamadou Tenje Kasali katika ligi ya Tanzania amecheza mechi yake, nadhani ni mechi ya 3 ya jana, haja concede goli lolote mpaka sasa hivi. Yaani ana clean sheet mechi zote 3 mfululizo. Ukimzungumzia Ismail Ture kutoka pale Stellenbosch ya South Africa, mpaka sasa hivi anacheza vizuri na watu wengi walikuwa hawana imani naye, lakini lile beki ile sasa ndo beki lenyewe, beki la kafu unaliona linafanya vizuri. Ukimzungumzia Nixon Clement Kibabage sio mbaya yule. Kibabage ni kwamba alikopita kote kule alikosa matunzo. Kibabage ni mchezaji wa miaka ya mbele, ukimwangalia ana uwezo mkubwa sana. Muangalie the way alivyokuwa anacheza na professional kama Maxim pia Nzengeli. Yaani anacheza tackling, anaweza kufanya interception nyingi sana. Unamwangalia anafanya mambo makubwa. Aliingia Starboy wao wanamuita Alan Okelo, lakini kwa Kibabage aliama mpaka upande akaelekea kwa Kapombe, akageuka huku moto akarudi kule moto. Ukirudi katika idara ya kiungo, ukimzungumza labda mtu kama Ino Loemba, I say habari ya mjini ni Innocent Loemba, hatari. Pakome yule ni majeruhi, lakini jana alikuwa na uwezo wa kucheza, lakini wai hajacheza. Ameona kuna nyota ambaye alikuwa anamweka benchi, anaitwa Anisei Oura, mzee wa skills nyingi,
uwezo hatari, ametengeneza goli, lakini mamlaka ndo kama hivyo, wanatakiwa kumwangalia yule linesman kwa nini amemnyima goli Selemani Mwalimu Gomez. Kimzungumza kuna mtu anaitwa yule mzee wa kutengeneza na kuwajaribu watu umri, Libasa Geye, hatari. Watu walikuwa wanamuona ni mtu wa kawaida. Alichukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi ya Senegal, walikuwa wanacheza dhidi ya Algeria, I don't know, maybe Algeria au Morocco, hapa Benjamin Mkapa, akiwa bora, akiwa fire. Yule mwamba ni hatari. Kimuuliza Mohamed Hussein, ukimuuliza mpaka sasa hivi ni mawinga gani uliwahi kukutana nao ambao walikuwa hatari, atakwambia Libasa Geye ni mwamba hatari sana. Lakini mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama, the brain, hatari na nusu. Yule mwamba ni kwamba tunawaonesha ni kwa namna gani alikotokea, kule kote alikozunguka alikuwa anamchezesha dakika 20, lakini Chama tunayemzungumzia wa Simba anacheza 90 minutes, yani dakika 90 plus, yani na za mwamuzi la kuongeza anacheza dakika zote. Kwa hiyo usajili wa dirisha dogo, Crescentos Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports, Murtaza Mangungu, mzee wa Isa, mzee wa kuchukua Isa Zawada 51%, wamefanya mambo makubwa. Tumesajiliwa wachezaji wazuri, lakini mchezaji wa wanaitwa nani wale, Jairut Innocent Loemba, balaa jipya Msimbazi. Na ukiona mpaka waandishi, wachambuzi, mashabiki wa timu pinzani wanamsema ni balaa jipya, mimi nilianza kuamini hayo maneno baada ya kumuona bwana Hans Raphael akimzungumzia Innocent Loemba kwamba ni balaa jipya Msimbazi. Yule waga anawaponda wachezaji wa Simba, lakini yule alisema ni balaa jipya Msimbazi. Kwa hiyo tuna respect Jairut, asante kwa kutuletea Ino Loemba. Mambo ni makubwa, mambo ni fire. Tuko vizuri, tunatengeneza timu na kila mtu ataiona timu yetu. Tupewe muda kidogo, maana hii timu tumeitengeneza Januari, tuseme na Februari, miezi miwili, ndo tunaanza mwezi wa 3. Steven Becker, bonge la kocha, ametengeneza timu, ana mbinu. Unaweza ukajiuliza kwa nini alicheza na force number 9 jana. Yani watu wengi wanaweza wakajiuliza, ila ukinifuata mimi, mzee wa takwimu, mzee wa kuchambua kwa uchambuzi wa kina kabisa, takwambia kwa nini alicheza na force number 9 jana. Ndio maana unaona tulikuwa tunachukua mchezo kila wakati. Hebu tuambie kwa nini alicheza na force number 9 jana ya kocha wenu Steve Becker? Steve Becker jana amecheza na force number 9 kwa sababu alitaka wachezaji wote wazurure, watembee, kwa sababu kuna wakati Innocent Loemba alikuwa anacheza kama free roll, yani ambaye anacheza bila kukabwa. Sasa unavokuwa na Yusuf Ali Kagoma kama kiungo wa kukaba, Alassane Maodo Kante kama kiungo wa kukaba, unatakiwa upate namba 10 bora. Sasa jana yule alikuwa anacheza namba 10, lakini asilimia watu walijua kama ni striker yule. Sisi tulikuwa tunatengeneza, ndio maana ulikuwa unamuona kuna saa Anise Oura anaingia kati, Chama anavuta pembeni, Libasa Geye anapeleka pembeni, ndio maana unaweza ukakuta mfumo unakuwa hivyo. Tungeanza na namba 9 Pasei, maybe Mwangosi, maybe Selemani Mwalimu, zile rapsha nyingi zilizokuwa zinatengenezwa ndani ya eneo la Yanga usingeweza kuziona, kwa sababu namba 9 asilimia wengi wanachezaga katika box, wanacheza katika nafasi. Ndio maana tulikuwa tuna uwezo wa kuteki mchezo. Tulikuwa tukipoteza mpira ndani ya sekunde 30, tunatakiwa tuwe retain position. Huwezi retain position ukiwa na namba ndogo ya watu wanaoweza kukuaba na kucheza katika idara ya kiungo. Ndio maana tulikuwa tunachezesha force number 9. Tukipoteza mpira, Ino Loemba ulikuwa unamuona anakuja mpaka kwa kina Alassane Kante kuchukua mipira. Alafu sasa tukishachukua mpira, yeye ndo anaiachia, anaenda kusimama kama namba 9. Huku Libasa Geye akiwa anafinya na kuingia nazo ndani, huku Anisei Oura akifinya na kudondosha majaro cross zile, huku Chama akiwa anapiga pasi mpenyezo vile zinaitwa through pass. Kwa hiyo ndo maana naweza nikasema Steven Becker man of the match wa jana, mpaka kwa namna alivyotupangia kikosi na namna tulivyocheza.